Baada ya kushutumiwa uchawi, walipofikishwa mahakamani kujitetea, Tituba alielezea moja ya hadithi ambayo iliwaingiza wale mabibi kwenye hizo shutuma za uchawi. Tituba aliwahadithia watoto kuwa siku moja kulikuja mtu mrefu sana ambaye ukimwangalia huoni mwisho wake, akiwa na mnyama wa ajabu ameambatana naye. Huyu mtu lilikuwa ni shetani la kutisha na alikuwa na mnyama wake wa kishetani. Sasa huyu mtu mrefu mwanaume hawa watatu wakatakiwa kujitetea kama wao ni wachawi kweli au la. Wakaanza wale mabibi kujitetea, kisha akaja Tituba ambaye ndio aliwamaliza wale mabibi baada ya kueleza ile story ambayo inaaminika kulikuwa na shinikizo nyuma yake kuwa asimulie na kuthibitisha kuwa hadithi ile ni ya kweli, japo ukweli aliujua ilikuwa ni hadithi ya kufikirika, lakini alitishiwa ole wake akanushe kwamba wao si wachawi. Hapa ilipandwa mbegu ya dhulma ambayo matunda yake machungu yamekwama kooni mwa Wamarekani wa Salem, hayamezeki wala hayatemeki mpaka leo. The Storybook. Mahakimu wa mahakama ya wachawi wakarudi kwenye njia za kutambua kama mtu ni mchawi pale inapoonekana kuna mvutano. Njia hizo zilikuwa kama 10 hivi. Njia ya kwanza ni kutengenezwa keki ya kichawi ambayo inawekwa na haja ndogo ya wale walioathirika na uchawi. Hiyo keki inachanganywa ndani ya chakula cha mbwa, ndio maana ukampa heshima ya kumsalimia na si tu mapenzi kwa yule mnyama. Pia njia nyingine ambayo ilikuwa ikiwalenga wanawake kuwagundua kama ni wachawi, yenyewe ilikuwa ni kuangalia ni mara ngapi mwanamke ameolewa. Kama umeshutumiwa uchawi halafu rekodi yako inaonyesha umeolewa mara nyingi na kuachika, au umeolewa mara nyingi na waume zako wanakufa, basi wewe ni mchawi. Watu wa mji wa Salem walikuwa wakiamini kuwa wanawake walioolewa mara nyingi kwa maana hawa wa uchawi walionekana ni hatari zaidi, na jela zao walizowekwa walikuwa wakipewa mateso makali mno. Basi kundi lingine nalo likaja ambalo lilikuwa limetoka kwa familia ya Putnam, ambao walikuwa ni Ann Putman, Mary Walcott,
Mercy Lewis na mama wa Ann Putman. Wote hawa wakafika mahakamani wakija na shitaka la kwamba na wao wamerogwa na wako tayari kumtaja mchawi wao. Wachawi walijirudia ambao walikuwa ni wale watatu, mtumwa Mwafrika Tituba na wale mabibi wengine wawili, na wengine wawili wakaongezeka mara hii kwenye kutajwa, ambao walitajwa ni Rebecca Nurse na Bridget Bishop. Na kwa sababu wale wengine watatu tayari wameshaswekwa jela wakisubiria hukumu zao, hawakuhitajika kuitwa mbele ya watu kujitetea. Ila hawa wawili waliotajwa sasa, wao waliitwa kujitetea, ila bado utetezi wao haukufua dafu, nao wakaonekana ni wachawi tu. Basi siku hiyo wakaletwa watu wengi wa mji wa Salem, na majina yaliyotajwa na waathirika wa uchawi yalifikia 71, yaani watu 71 walituhumiwa kuwa ni wachawi. Na baada ya kesi zao kusikilizwa, kati ya hao watu 71, watuhumiwa 20 walikutwa na hatia wakithibitika ya kwamba ni wachawi. Ingawa hao wengine 50 ambao walionekana sio wachawi, kuna wengine walifia gerezani kutokana na mazingira magumu ya huko gerezani wakati